Kwa Bahati Malangalila, mimi ni mtaalamu wa tibalishe. Tibalishe ni kitu ambacho sasa kwa maisha tulionao sasa hivi tuizingatie sana, kwa sababu tibalishe ndio kinga ya mwili. Magonjwa yamekuwa ni mengi kwa sababu tunadharau vitu vya asili. Na kitu kipya ambacho nataka kuja nacho kwenye tibalishe, kwanza kabisa ni kuwa na famasi ya vitu vya asili. Hapa nimesimama, kuna miti imenizunguka, lakini ndio vitu viko famasi hivyo. Famasi vitu vya asili, kuanzia vipodozi. Majani haya hapa yanatengeneza vipodozi, yanatengeneza chai ya kunywa. Kwa hiyo kila unachopakaa inatakiwa ule pia. Kwa hiyo majani ya papai haya hapa ni chai, lakini pia majani yanatengeneza mafuta ya kupakaa, cream za kupakaa. Lakini famasi pia inakuwa sasa na dawa zenyewe. Dawa zenyewe ni mizizi na majani. Lakini majani yote ya matunda tunayokula, mapera, mafenesi, majani yake yote ni chai na ni tiba ya magonjwa. Kwa hiyo kitu kipi ambacho nataka kuja nacho mimi, nataka kuja na chai za matunda yote tunayokula, majani yake yote ni chai. Kwanza tusikimbilie maradhi. Unajua tatizo letu tunakimbilia sana maradhi. Maradhi bwana ni kitu kingine, na kukinga mwili ni kitu kingine. Tiba za asili na hasa tibalishe inahitaji kila siku yawe ni maisha yako. Tibalishe inatakiwa uwe unaishi nayo. Kwa hiyo unapozidi kuishi na tibalishe, unakunywa chai ya mpapai, chai ya mstafeli, chai ya mapera, chai ya maembe. Yaani hapo ndipo unapojenga mwili wako. Kuumwa sio mpango wa kwamba Mungu tuumwe. Ndio maana alitupa mimea. Kwa hiyo sasa mimi mpango wangu mkubwa kabisa ni kwamba tujikinge mwili kwanza. Tusiumwe, tusiugue, tujikinge mwili. Kwa hiyo tukinge mwili. Kwa hiyo hizi tibalishe hizi zinakinga mwili. Masuala ya tezi dume. Masuala ya tezi dume unaanza kujikinga kabla. Na vitu kama mbegu za maboga kwa kweli nzuri sana kwa ajili ya tezi dume. Lakini tunapoongelea swala la magonjwa ya moyo, masuala ya kisukari, magonjwa ya vidonda vya tumbo, hayo mimi nasema kwangu sio magonjwa. Ni maisha tunayoishi. Ndio unapata vidonda vya tumbo, ndio unapata pressure, ndio unapata ugonjwa wa kisukari, kwa sababu hivyo vitu vinategemeana na mpangilio wetu wa chakula. Ulaji wetu sasa hivi sio mzuri. Lakini sio ulaji tu. Swala la kisaikolojia pia, swala la afya ya akili sasa hivi imekuwa issue. Kwa hiyo unakuta muda wote wewe ni mihemko, muda wote wewe ni matatizo, muda wote wewe unawaza, muda wote wewe unafanya nini? Hiyo yote inaenda kupunguza kinga ya mwili. Kwa hiyo ikipunguza kinga ya mwili, automatically mtu tunaanza kuumwa. Ulaji wa mafuta sana, ulaji wa sukari sana. Sisemi muache kula, lakini ulaji wa sukari sana, mafuta sana, wanga sana, inapelekea hayo magonjwa. Kwa hiyo ni tujitahidi kuwa na mpangilio mzuri wa chakula. Vyakula tunavyo, ila elimu ambayo hatuna, jinsi ya kula chakula, ule nini na muda gani watakiwa kula nini, ndo shida. Kwa mtindo huo magonjwa kwa kweli yatazidi kuwepo, lakini tunaomba Mungu kwamba hizi tibalishe tuzidi kupata elimu. Malighafi hapa nyumbani kwangu ukiangalia kweli vitu vipo, lakini havitoshi. Napoanza kutengeneza tibalishe hizi, ninaenda pia vijijini huko. Naenda Chalinze, Mdaula, naenda kuchukua hizi malighafi. Tuseme tu kwa ujumla mkoa wa Pwani. Naenda Bagamoyo, Milonge hii nafuata Bagamoyo, nafuata humo mashambani. Kwa hiyo malighafi haitoshi. Changamoto kubwa hapa ni mtaji. Tunapoongelea mtaji, ninapokuambia naenda kufuata vitu labda Chalinze, ninaposema naenda kufuata vitu labda huko mashambani, nahitaji usafiri. Lakini pia hizi tibalishe zinafungashwa vizuri. Natakiwa nifungashe vizuri ili ziweze kudumu muda ule ambao umepangiwa. Kwa mfano ninapotengeneza chai ya majani ya mpera, nifungashe vizuri, chakula kiweze kudumu vizuri na kiwe salama. Kwa hiyo mimi kitu kikubwa kabisa ni swala zima la mtaji. Usafiri sina, na swala zima la kununua malighafi mbali na usafiri kwa ujumla. Kama tunayoongea ni tibalishe, lakini tibalishe za vimiminika. Kwa mfano nina juisi ya aloe vera. Nina juisi ya aloe vera. Maana aloe vera mnasema ni chungu.
Lakini aloe vera mimi natengeneza juisi ambayo mtu unakunywa unafurahia maisha. Nafanya ile extract ya kuondoa ule uchungu kwenye aloe vera. Basi natengeneza aloe vera. Lakini nina juisi ya mwani. Juisi ya mwani nina juisi ya aina 3. Nina juisi ya kutumia rosella, nina juisi ya kutumia manjano turmeric, nina juisi ya kutumia tangawizi. Unaona? Kwa hiyo sasa mwani ndo natamba katika hiyo. Kwa hiyo mwani ni kitu kizuri, mwani ni dawa, mwani ni chakula pia. Juisi ya mlonge. Kikubwa ni haya maradhi ambayo ni yasiyoambukiza. Tezi dume, pressure, kisukari, vidonda vya tumbo, mambo ya uzazi wa wanawake, hizi kansa hizi, kwa sababu hizi greenish hizi nyingi na ni kijani hizi nyingi sana ni tiba ya kansa. Wadudu wa kansa hawapendi sana kijani. Wadudu wa kansa hawapendi sana na majani ya kijani haya. Kwa hiyo unakuta kwa kweli tunamshukuru Mungu, watu wanafurahia na watu wanapata nafuu. Sawa. Mimi nilikuwa nafanya kazi SIDO. SIDO waliweza kunipeleka nchi mbalimbali. Nimekwenda Italia mara 2 kwa ajili ya slow food. Slow food ni opposite ya fast food. Kwa hiyo slow food tunaongelea ni haya majani, chakula ambacho tu kinatoka bustanini kinapikwa. Hakijapanda ndege wala meli. Na hakina chemical. Na kama nilivyosema vitu vyangu vingi mimi situmii chemical. Kabisa situmii chemical. Viko preserved kiasili kabisa. Kwa hiyo mimi walinipeleka Italia, lakini pia China. China ndo hasa nimeenda kujifunza zaidi siri ya tiba lishe China. Tulipokuwa tunapita kule viwandani kule, ndio nikoenda kujifunza kwamba wenzetu wanafanyaje kupata vitu vya kula vya asili. Nikaona maduka ya asili kule, wakawa wanatuelekeza viwandani wanaofanya vitu vya asili, wanapofanya fermentation kwa ajili ya kupreserve vyakula, ndio hasa kitu ambacho nini. Kwenye kuuza pamoja na matumizi yangu mwenyewe, lotion za mafuta ya mawese, mafuta ya nazi, majani ya mipapai, lotion ya matunda, karoti, maparachichi, mafuta ya nywele, mafuta ya ngozi. Kwa kweli mimi niseme kwamba tujitahidi tupakae vitu tunavyokula. Vipodozi vyangu vyote ni chakula. Jamani Watanzania wenzangu, mimi naomba niongee kitu kwamba kula pakaa unachokula, kwa sababu tuwe na chakula cha asili, kipodozi cha asili, lakini vile vile dawa ya asili. Na kwa maana nyingine ni kwamba tuwe na pharmacy ambayo ina dawa za asili, ina chakula cha asili na vipodozi vya asili. Kwa sababu hii ngozi nayo inakula. Unaweza unakula chakula kizuri, lakini kupakaa unapakaa chemical ambazo zinakuletea kansa ya ngozi, kansa ya damu. Kwa hiyo tule mawese nakula, mimi mawese napakaa. Mapapai nakula, mapapai napakaa. Nazi nakula na nazi napakaa. Sasa kuanzia vitu vyetu tunavyokula pia tuvipakae. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu kwamba ujuzi huo wote ninao. Kwanza kabisa mtu anayepambania afya ya mtu ni Mungu. Mungu ndo anapambania afya yake. Na Mungu alitupa mimea. Kama Mungu alitupa mimea, hawezi akasema sasa wewe njoo nikufundishe jinsi ya kula mimea. Kwa mimea hii tunatakiwa tule, ndio hii ipo. Na watu wengi wanasema kwamba unajua kuna mimea mingine ni sumu. Mmea wowote ule ambao umeliwa na mdudu, wewe jua moja kwa moja huo mmea sio sumu. Kwa hiyo tukazane kula mimea. Mimea ni dawa, ni kinga ya mwili. Hapa mimi nawashauri watu kwamba kwenye nyumba zetu tusipande maua ambayo huelewi kazi yake. Kila maua ujue ni tunda au ni mboga au ni mimi. Kwa kweli ukiangalia hapa vyote hivi vitu nakula. Hayo ni mapasheni, kuna mboga, kuna mipapai. Wewe mtu unajaza vitu nyumbani kisa umeona maua ya wazungu. Uelewe hata kazi yake. Kwa hiyo jamani, nyumbani tuwe na bustani. Ikiwezekana tufuge samaki kwenye mabwawa, tule samaki zetu, tutengeneze kabustani ka uyoga, tutengeneze bustani ya mboga, tuwe na vikuku tunafuga. Basi unakuta tutapunguza, afya zetu zitaboreka, kwa sababu kila kitu unacho nyumbani na inawezekana. Inawezekana tuzilinde kwa njia hii. Lakini Mungu anayelinda afya zetu.